Alitaka dunia imzike haraka ili maisha yaendelee. Katika upeo wa maisha ya mwanadamu, kuna sauti ambazo haziwezi kuzimwa hata pale pumzi inapotulia. Ni sauti za watu waliotembea kwenye njia za miiba wakibeba matumaini ya vizazi visivyozaliwa. Watu waliotwanga jiwe la maumivu na kusaga unga wa matumaini. Raila Amolo Odinga ni mmoja wa hao watu. Mtu ambaye jina lake limechorwa kwenye historia ya Afrika Mashariki kwa wino mapambano, uvumilivu na imani isiyoyumba katika haki ya mwananchi mdogo. Lakini zaidi ya siasa na vita vya maneno, ndani ya roho ya Raila kulikuwa na utulivu wa kipekee. Ule utulivu unaotokana na kuelewa udogo wa binadamu mbele ya makusudi ya Mungu. Ndiyo maana aliwahi kusema kwa unyenyekevu wa kiroho, nizikwe ndani ya masaa 72 baada ya kufariki. Kauli ambayo kwa wengi ilionekana kuwa ndogo, lakini kwa wenye kusikiliza kwa moyo ilikuwa kama wimbo wa hekima kutoka kwenye moyo wa kiongozi aliyefahamu kuwa maisha ni moshi wa muda na kifo si hasara bali ni mapumziko. Raila hakuwa mtu wa matanga marefu, wala hakuamini katika gwaride la machozi na hotuba zisizoisha. Aliona kuwa kifo kinapaswa kuwa kioo cha maisha, si kioja cha siasa. Alitamani safari yake ya mwisho iwe nyepesi, kama upepo wa asubuhi unaopapasa nyasi bila kelele. Masaa 72 yanatosha, aliwahi kutamka. Kisha nirudishwe ardhini, maana huko ndiko asili yangu. Ni wachache wanaoweza kusema hivyo kwa utulivu wa moyo. Wengi hutamani majeneza ya dhahabu, gwaride ya kijeshi au mazishi ya kitaifa. Lakini Raila alichagua unyenyekevu. Kwa macho ya kifalsafa, ombi lake lilikuwa zaidi ya wosia wa maziko. Lilikuwa fundisho kwa taifa zima, kwamba thamani ya mtu haipimwi kwa namna alivyozikwa, bali kwa alama alizoziacha katika mioyo ya watu. Katika maisha yake alishuhudia mengi, ikiwemo pamoja na kuonewa, kufungwa, pamoja na kusalitiwa. Lakini hakupoteza imani yake kwa nchi aliyoipenda. Kila gereza alilofungwa, kila jaribio la kisiasa lililomkabili, lilimjenga kuwa jiwe la msingi la historia ya Kenya. Alikuwa kama mti wa mwamvuli unaotoa kivuli hata kwa wale waliomkata matawi yake. Kauli yake ya masaa 72 ilikumbusha maneno ya kale: waliopanda mbegu ya haki hawafi, huchipua katika kumbukumbu za walio hai. Raila hakutaka muda mrefu wa maombolezo, kwa sababu alijua moyo wa mwanadamu unabadilika haraka. Alijua kuwa baada ya wiki moja watu watarudi kazini, magazeti yatageuza kurasa na siasa zitaendelea kama kawaida. Hivyo basi, kwa hekima yake alitaka dunia imzike haraka ili maisha yaendelee. Kwa maana hata yeye hakutaka kuwa kivuli cha huzuni, bali kumbukumbu ya matumaini. Kuna methali ya Luo isemayo, Tokyo keket gigot, mazao hayajaribiwi na mvua. Hata kama kifo kitaleta machozi, mavuno ya mema aliyopanda Raila hayatakauka. Ameacha ulisi wa kisiasa na kijamii ambao utaendelea kuota katika vizazi vipya. Raila alikuwa kama mwamba wa majira,
ambaye mawimbi ya upinzani yalimvurumishia hasira, lakini hayakumng'oa. Alijua kuwa siasa ni bahari yenye mawimbi na mikondo, na wanasiasa wengi huangamia kwa tamaa. Lakini yeye kwa namna yake alijitahidi kuwa mwaminifu kwa imani ya wananchi. Wakati wengine walipokimbilia mamlaka, yeye alipigania demokrasia. Wakati wengine walitaka madaraka ya milele, yeye alitaka mabadiliko ya kweli. Ndani ya ombi lake la masaa 72 kuna fumbo la maisha. Maisha mafupi yenye maana ni bora kuliko maisha marefu yasiyo na lengo. Kwa maneno mengine, Raila alikuwa akitufundisha kwamba mwanadamu asipoteze muda wake duniani akijenga majumba ya umaarufu. Ajenge thamani ndani ya moyo ya watu. Sasa, wakati taifa linapoomboleza, maneno yake yanarudi kama upepo wa rehema. Msilie sana, msifanye gwaride la machozi. Nizikeni haraka, maana roho yangu tayari iko huru. Ni maneno yanayoweza kumfanya mtu kufikiri kwa kina juu ya maana ya maisha, juu ya kile tunachowazia tunaposema urithi. Kwa hakika, Raila alikuwa simba wa siasa, lakini pia ndege wa amani. Alijua kupigana na alijua kusamehe. Alijua kupaza sauti, lakini pia alijua kunyamaza kwa hekima. Kauli yake ya mwisho hiyo, masaa 72, ni wimbo wa mwisho wa maisha ya mwanadamu anayekubali utashi wa Mungu bila shaka. Katika kitabu cha muda, majina makubwa hufutika, majumba huvunjika, lakini kauli zenye hekima kama hizi hubaki milele. Zinasimama kama nguzo za kumbukumbu, zikikumbusha vizazi kwamba utu na unyenyekevu ni taji lisilooza. Kwa hivyo, Raila Odinga atazikwa kama alivyotaka ndani ya masaa 72, lakini hatapumzika katika vumbi la unyamavu. Atapumzika katika mioyo ya wale waliomsikia, waliompenda na hata wale waliompinga, lakini wakamkubali kuwa ni mtu aliyeishi kwa maana. Kama alivyoandika mshairi mmoja wa zamani, wanaodai kuwa wamekufa hawajafa, wamehama tu kutoka mwilini hadi katika kumbukumbu za wanaowakumbuka. Na hivyo basi, Raila Amolo Odinga ataendelea kuishi, si katika mwili bali katika historia ya Kenya, katika pumzi za uhuru na sauti za haki alizozitetea kwa maisha yake yote.